Afrika, Johannesburg, Gauteng, kuja kuwaona wana, pia kutembea, kuja kuweka mambo sawa. Nilikuwa kusafiri mwaka huu ndo safari yangu ya kwanza. Januari nilikuwa wapi? Januari sijatoka. Kwa hiyo ndo safari yangu ya kwanza 2026. Alhamdulillah. Ndo hivyo, nipo hapa, nimekuja kidogo kutembea. Niko na washikaji wengi pande hizi. Huwa napenda nikija South Africa najionaga kama niko nyumbani kwa sababu niko na watu wengi wananikubali na mimi nawakubali, wako real. So every time nikiwa nipo mbali wananiambia, "Oya, vipi mwana? Kama una siku hata 10 tu ibuka mwanangu." Yaani siku 10 tu zinatosha sana kuja pande hizi. Na mimi naambia it's fine, naweza kuja kwa sababu kweli ninazo hizo siku. Kwa hiyo napenda kama hapa sasa hivi nipo Johannesburg. Nikitoka hapa nitaelekea Cape Town, lakini pia nataka niende Durban. So kabla kwenda one time in a year, so mbaya kuona jua ile lili jua. Sasa nikasema okay, sio mbaya. Acha nimalize mambo yangu. Nikamaliza mambo yangu, nikamwambia washikaji, sasa vipi tunafanyaje? Niibuke. Akaniambia fresh, sisi tupo poa. Kijua kimewaka nini? Ibuka tuchome nyama. Kwa hiyo nimeingia hapa tarehe 4 fresh. Niko poa kabisa. Mbona bwana, ni safari ilikuwa poa. Safari yangu ilianzia mpaka London Heathrow, alafu kutoka London mpaka Johannesburg straight. Kwa hiyo kutoka London mpaka Johannesburg unatumia masaa 11 mpaka masaa 10:30. Unalala usiku mzima kwenye ndege kwa sababu pale ndege yangu ilitoka saa 12:30 na tumefika Johannesburg saa 1:45 asubuhi. Saa 12:30 jioni kutoka London, alafu tumefika Johannesburg saa 1:45. Kwa hiyo you can see hayo ni masaa mangapi? Umeona? Kwa hiyo ni masaa kama 11. Masaa kama 11 hivi na something. Kwa hiyo ni mbali actually, uzuri unaondoka usiku, kwa hiyo unaweza ukalala kwenye ndege bila matatizo yoyote. Ukiamka unakuta mnakaribia, sababu usingizi wake si unajua kwenye ndege makelele, yani ile unasikia muda wote unasikia sauti. Kwa hiyo hivyo yani unajikuta haulali vizuri. Kama mimi nilala masaa mangapi? Mimi nilala masaa kama 4. Mimi nilala kama masaa 4 tu kwa sababu nilala, kumbuka, kama saa 5 hivi. Kwa sababu kwanza mimi siwezi kulala bila kula kwenye ndege. Yaani ndege shida yake ni moja. Kwenye ndege shida yake ni ukilala uamshwe. Eti umelala watu wanakunywa chai uamshwe, watu wanakula chakula labda dinner time, afu umelala unafikiri utaamshwa, no. Kwa hiyo chakula, uzuri chakula huwaga kina kwenye ndege, chakula kwa mfano hizi ndege za mbali, chakula ni lisali moja baada ya ndege kuwa hewani. Watu wanaanza kufanya, wanakupeni drinks, baada ya drinks wanakupeni na msosi. Lisali moja baada ya kuwa hewani. Yaani ndege imepaa, ikikaa sawa, yaani ile unajua ile system yake ipae mpaka itafute anga kabisa, sijui tunaenda anga ya ngapi. Ikae sawa, itembee, iwe imetulia. Watu wanaanza kugawa msosi. Kwa mimi kwanza pale, hata kama na usingizi vipi pale navumilia. Vipi bwana, navumilia. Nikishavumilia mzee, msosi nimepiga. Yaani nimekunywa maji, tunachukua blanketi langu lile, sijui ndio dude gani alivuta mpaka usoni. Na press kiti changu nalala. Hapo mzee imekausha mikaa. Kwa hapo nitalala, lakini huwa naota asubuhi hiyo muda chai. Sasa nikiamka ile nikihisi, kwanza nikisikia nikishalala hivi masaa kama 4 naanza kusikia kama mtu akipita kwenda chooni. Naona wanapitisha chai ni saa hizi asubuhi. Mimi napenda coffee actually, kwa hiyo don't tell me. Huwa nasubiria
muda ule wa asubuhi. Sasa nimeamka kama saa 10. Umeona? Nimeamka kama saa 10. Nilipoamka saa 10 muda walikuwa wanapisha juice that time. Nikanywa juice, nikaangusha tena. Nikaamka tena kama saa, sijalala sana actually, kama lisaa nafikiri. Nikaamka tena, kwa hiyo ilikuwa kama saa 11. Kwa hiyo ndege, si nilikwambia ndege ikipaa 1 hour after kuwa angani wanagawa chakula. 1 hour before kushuka wanagawa tena chakula. Yaani lisali moja kabla ya kushuka chini chakula kinapitishwa. Breakfast. Hivyo unapata mayai, vitu vingi actually, inategemea unataka nini. Umeona, mimi napendaga British breakfast, unapata mayai, sijui sausage. Ila silagi hiyo sausage, ila napenda kwa sababu kuna mayai, kuna mikate, kuna nini. Kwa kuna baadhi ya vitu vingi navipenda isipokuwa ile sausage sili kwa sababu siwezi kujua sausage ya nini. Wanakwambia beef, unaweza kusema kweli ni beef, lakini sausage zozote labda zile za Tanzania, lakini sausage zozote za nje kama wale watu halali, don't try it, usile. Labda uende kwenye maduka wewe mwenyewe. Still, yani kama wewe kweli unataka kula halali, yani don't eat. Sababu sausage yenyewe lazima iwe na sparks, vitu vya nguruwe, piga au garagaza. Sababu nguruwe ndo cheap. Kwa hiyo mtu atanunua ng'ombe mzima msage, haiwezekani. Kwa lazima akumixie. Kwa hiyo kama wewe ni Muislamu au mtu au huli nguruwe, kwa sababu unaweza ukawa sio Muislamu na huli nguruwe, hutakiwi kula sausage. Kwa sababu sausage lazima wakuwekee. Watakwambia mama tuweka mafuta kidogo, sasa mafuta kumbe wanakujazia mdude ili mradi mdude uvimbe. Kwa hiyo okay, hatupo huko, tupo kwenye mada ya kwamba tumetoka Belgium, sasa hivi tupo Johannesburg. Kutoka Johannesburg leo nitalala Johannesburg, kesho nitaelekea Durban Natal, alafu nitaelekea Cape Town. Alafu Cape Town then we'll see what next. Kwa hiyo mimi naipenda South Africa kwa sababu South Africa ni nchi nzuri sana. Unajua Afrika iliyoendelea, imagine upo Afrika afu upo kama Ulaya. Hivyo unaona hiyo feelings. Yaani wewe upo za kwa Afrika lakini hiyo Afrika upo za kwa kama wapi? Umeona? Upo zako Afrika lakini kama upo zako Europe. Kwa sababu kila kitu poa. Barabara highway wanazo 120 wanaendesha. Wanazo njia zinapita 100, wanazo njia zinapita 80. Yaani ukidrive mzee kama upo zako Europe. Kwa sababu Belgium wenyewe pia mwisho 120. Ufaransa ndo 130. Germany ndo mpaka wewe mwenyewe utaka. Yaani una drive German, kuna highways zingine ambazo wanaita freeway. Maana yake kwamba wewe drive unavyotaka kilomita mpaka mguu uende chini mbam. Wewe mwenyewe hata kilomita 200 kwa saa hawana shida. Ila shida ipo kwenye insurance yako. Wakati unaomba insurance wale kwa nchi kama German, kwa sababu wanajua unaweza kuendesha unavyotaka, ndio wanakuambia bwana sikiliza, insurance tunalipa mwisho kama umepata ajali ulikuwa unaendesha mwisho 120 au 130. Zaidi hapo ukipata ajali sisi hatulipi. Unajua ukipata ajali kuanzia 150 kwa saa, maana hiyo gari ni total kaput. Yaani ni gari imekufa. Umeona? Gari inakuwa imekufa kabisa. Kwa sababu gani hiyo ajali umeendesha 150 kwa saa, unategemea nini mzee? Hiyo gari lazima ife. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa German unaendesha hivyo, lakini hapa kama Ulaya hapa ni 120, sehemu nzuri. Na mimi kusema ukweli naipenda zaidi Cape Town. Cape Town naipenda zaidi sababu Cape Town nimeenda one time, Johannesburg this time ni third time, mara ya tatu. Nimeshawahi kuja, yani hii mara yangu ya tatu toka niishi Ulaya, lakini ila nimeshawahi kuja aga huku before kuja na yani mimi nilikuwa naipenda South Africa toka zamani. Kwa hiyo mimi nilishawahi kusafiri wakati nipo shuleni. Umeona, wakati nipo shuleni nilikuwa nasafiri, mimi nilikuwa nakuja South Africa, naenda Bongo, nachukua laptop, nachukua simu, nachukua vitu kibao. Lakini nakaa hivyo nakaa 5 days naenda Bongo kwa sababu nilikuwa nipo shule, nauzia wanafunzi wenzangu, au sometimes nilikuwa napeleka Dodoma University, nauza kule nini.
narudi zangu da fresh. Nimefanya sana hiyo. Nikipata likizo tu nakuja zangu hapa nachukua. Tena kipindi hicho South Africa ulikuwa unakuja na visa kwa passport ya Tanzania. So mimi nilikuwa naomba visa fresh. Kwa hiyo ni poa, very nice. South Africa iko poa. Toka kipindi hicho imagine nipo mdogo na sijui sehemu, sijui watu wengi, namjua mshikaji wangu. Huyu mshikaji wangu nakujaga yeye ndo ananitembeza. Ndo mwanangu nakuja kumtembelea. Ndo huyu ambaye toka miaka hiyo. Yaani huyu ndo mshikaji wa kwanza mimi kuniingiza South Africa. Yaani kwamba wewe si una visenti kidogo hapo basi njoo uchukue zaga hapa, njoo uchukue laptop, njoo uchukue nini unapata. Bwana bei gani bwana? Tafuta tu, ananiambia tafuta tu kiasi fulani nini na nini. Kule ananipeleka maduka ya mtumba yale. Umeona ukienda mule una kitu hiki bei gani unatajiwa, unaomba bwana hiki kitu mimi nataka cha biashara mwenyewe naenda kuuza kwa mimi nataka labda pisi kama 10 naomba. Kipindi hicho China. Yaani kipindi hicho watu hawaamini kwenye China. Kipindi hicho vitu vitoke Ulaya vitoke South Africa. Simu yenyewe ilikuwa inatumika za South. Sasa hivi kwa sababu Mchina katawala na watu wameona bwana bora liende mimi tunaonekana na simu. Zamani watu walikuwa wanapenda kitu bora. Sasa hivi watu wanapenda bora kitu. Kwa hiyo uweze complain nothing, you can't complain. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo huku bwana ndo South Africa mimi napenda. South Africa ni sehemu nzuri hasa kwa watu ambao uwezo wetu sio mkubwa sana, lakini tunapenda kuona vitu vizuri. South Africa ni sehemu ambapo unaweza ukaenjoy. Zipo sehemu nyingi watu wanapoonyesha South Africa. Yaani kuna watu wanaongea kuhusu South Africa. Mimi niko na video nyingi nimeshazichukua za hapa South Africa. Nitazipost. Watu wengi wanazungumzia South Africa kwenye negative way. Yaani South Africa uuni, South Africa wabongo wanaishi South Africa wauni, wabongo wanaishi South Africa sijui hawana maisha, wabongo wanaishi South Africa mateja, wabongo wanaishi South Africa wezi, wabongo wanaishi South Africa sijui wauza madawa, wabongo wanaishi bwana sikiliza mwanangu. Wasikudanganye mtu kwenye hii dunia. Bwana crime ipo sehemu zote. Sikutani. Yaani crime ukienda Dar es Salaam usiongee, ukienda sijui Arusha usiongee, ukienda Mwanza usiongee. Yaani ukienda miji mikubwa yote ndani ya dunia yoyote, yaani duniani kote hakuna nchi salama. Sikutani, labda wewe una akili ndio umezeshwe vitu kama hivyo. Sasa wewe rafiki yangu unasema South Africa, yaani wewe unasema South Africa hakuna amani, hakuna usalama, afu unasema Marekani, wewe una akili wewe? Unajua Marekani wewe? Marekani unajua Marekani kuna mji huwezi kwenda. Yaani wewe mtu mweusi kuna mji hauingii. Kabisa wameandika utafiti ni shenzi za ukoloni. No black. Mpaka leo hii yani 2026 Marekani inaweza kuamka tu nikachukua bunduki nikakuua afu nikasema nilikuwa na stress au nilihisi mwizi. Nikafungwa nikaenda jela miaka 2, miaka 3, miaka mizidi sana miaka 5. Alafu nasema South Africa eti kuna crime. Of course ipo, siwezi kukataa, ipo. South Africa ipo, lakini namaanisha sio tu South Africa. Sema South Africa ni rahisi kila mtu kuizungumzia kwa sababu kila mtu ana access ya kuingia kule kwenye crime. Ila America ndo kuna crime ndo ya kwanza duniani kwa crime. Umeona bwana? Okay mwanangu. Oi kaka. Okay, nashuka chini hapa hamna noma. Poa dakika 0 poa. Okay mwanangu kanicheki hapa, anakuja kunichukua, anaenda kunitembeza. Sasa mimi naenda kukuonyesheni, nitaiunganisha hii video. Naenda kuwaonyesha South Africa. Ambayo watu wanaionyesha South Africa negative way. Wanaonyesha wabongo in negative way. Mimi nataka kuonyesha wabongo wanaishi hapa South Africa ambao mambo ya maana. Yaani wana hela. Nikikwambia ana hela mtu ana hela ujue. Yaani ana hela ujue. Yaani sio kama ile hela kama watu wanavyofikiria eti wanatuonyesha watu wanataka kupanda meli. Sasa wewe kama baharia unataka kupanda meli unafikiria utakuwa vipi? Wewe unataka kupanda meli una muda kufanya kazi. Au una muda kufanya kazi. Ndio hivyo ilivyo. Kwa hiyo wauni ndio hivyo bwana. Kila mtu atachukua anachotaka, lakini huku South Africa kuna watu wanaishi vizuri sana. Sana zaidi ya sana. Mimi sikutani. Kuna watu wanaishi vizuri sana. Mimi naenda kuwachukulieni sasa nje. Mwanangu ananifuata huyu hapa. Na hii video naona bora nisiikate ili muweze kuona kabisa moja kwa moja.
sababu watu wanaogopa, umeona bwana, watu wanakuambia oh South Africa this, South Africa that. Ila South Africa mwanangu nchi nzuri tu. Lakini crime zipo kila mahali mwanangu. Sikutani wala nini. Sasa mimi naenda kuonyesheni nje huko. Alafu ndo mtanambia. Yep. Hapo ndo geto langu hilo. Sasa naenda mdogo huko nje. Naona hii ndo lodge nilochukua. Kama mnavyoona. Hii lift, you can go down with the lift. Let me go down, only two. I'm going underground. I was going only inaishia namba 2. Usiwezi kupanda lift. Kwa hiyo hapo naenda kwa mwanangu kaniibukia hapo. Unaona hii ndo lodge nilochukua ambayo nimekwambia ni Rand 500. Yep. Hello. Mwana hapa ndo nje, hii ndo parking yake. Na mwanangu ndo hapo. Oi. Kama kaa. Allahu Akbar. Kama kaa inakuaje? Bwana kitu mwanangu. Ipo hapa. Wanachukua. Somali. Wakisha kwa Marekani Afrika sana kama. Kalo nimesha. Kaja kusikilizia hapa maisha hapo. Mimi nawaambia hapa, nilikuwa nawaambia hapa wabongo kwamba nyinyi unaona watu wa South Africa wanaishi maisha mabovu, kumbe mngejua. Of course watu hapo kokote duniani. Mimi nawaambia kokote duniani kwamba watu wanaishi maisha magumu hapo. Hasa watu wanakelemishwa huko bongo. Kutokana na video zile, mtu kama mtu ambaye akienda Marekani aende kuchukua video machafu, umeona anachukua video sehemu nzuri tu, umeona. Sasa hiyo ndo anapagawishwa, wakati kumbe pande hizi watu wanaishi vizuri kuliko ni kwa Marekani. Mmoja bwana msikiliza yetu Jackie. Jackie yule mchizi yule anaoji watu wa Bivili kule, namjua yule jamaa. Namjua. Leo alikuwa namjua, alikutana na bwana wake. Okay. Sema yule mwana alikuwa vile hambo mwanangu, kwa sababu yule mwana nikamkuta anaongea na simu. Si unajua yule kava amevaa earphone lakini yeye hazioni. Okay. So kamkuta kachili barabarani kama anasubiri kuvuka. Akamuibukia. Bwana vipi inakuwa hivi bwana? Fresh. Kamuitikia kila kitu. Jamaa kila anapozidi kumletea meushi mwisho akamwambia sikiliza mwanangu, samahani sana. Mimi naongea na simu. Sasa. Umeona? Basi bwana kama vipi dakika moja tu na swali langu akamtolea simu yake kwenye call. Samahani mwanangu naongea na simu. Sasa. Oya, yani mpaka muona kajisikia kweli noma. No. Sio mchezo. Yes guys, kama mnavyoona, simuona hapo. Huyu mwanangu kaniibukia. Afu ile kawaida tu, mipira kama ipo kama yote. Kwa hiyo msiogope bwana. Maisha sio kwamba watu wote wanaishi maisha magumu. Umeona bwana? Umeona? Sio kwamba watu wote wanaishi maisha magumu. Watu wanaishi maisha fresh kibao, maisha ya South Africa. Watu wengi. Umeona bwana? Watu wengi tu wanaishi maisha mazuri. Wabongo kibao yani wanaishi maisha mazuri hapo South Africa. Sema watu wanaoishi maisha mazuri ni ngumu kuwafikia. Umeona? Watu wengi wanachukua zile video za maisha magumu kwa sababu wale watu wa maisha magumu rahisi kuwafikia. Umeona? Lakini watu ambao wanaishi maisha mazuri ni ngumu utamfikia, yani unaenda kuongea naye nini kwa mfano. Umeona? Na wewe mwenyewe inawezekana maisha yako yalikopo ndo vile, ndio maana inakuwa ngumu kujiona nao watu wenye maisha mazuri. Ushaelewa bwana? Kwa hiyo bwana, kila sehemu kuna maisha mazuri na mabaya. Welcome to South Africa guys. Video zingine zinaendelea. Thank you.